Ni mwihoko wakwa no uthiite na mbere na kwirorera Kiheo Television ni mohoro ma thaa mugwanja ni mohoro ma Kiheo Kabiro na njira itiranite toria tukuharireirie riri wikano indi turateithana na memereke na njira ya kwetagwo Lorena Wamboi njitagwo Francis Wairura na turabira ripoti kuma Afrika ya muhuro. Mutongoria wa bururi Ndagitari President William Ruto akoretwo ariciraria kiwira kuria bururi-ini wa South Africa kuria thiite na mbere no korwo anyititwo ugeni ni President wa bururi ucio na niwe Cyril Ramaphosa. President hari ndumiriri yake akiaria ari bururi-ini ucio wa South Africa ni thiite na mbere no korwo akiuria aigithia metikire gukorwo makihimbiria mieke ya wigithia iria iri thiini wa gitaru kia Africa handu ha gukoragwo magithi gwetha miaramano nja ya gitaru giki. I want to recognize South Africa's leadership in vaccine and pharmaceutical manufacturing. Some of your companies are already in Nairobi. I remember discussing this with your new ambassador to Nairobi yesterday. And we will be working together towards creating an ecosystem that does not make Africa vulnerable as we saw during the COVID time. We have to build our own capacity in this continent of pharmaceutical manufacturing, including vaccine manufacturing, so that we can deal with whatever pandemics come our way, and we can also take charge of our health requirements as a continent. In fact, I remember yesterday your ambassador mentioning about Aspen and the kind of investment they want to make in Nairobi and the footprint they are already establishing in Kenya. And I did commit that Kenya is going to support, find necessary partnerships that will support that manufacture. Mr. President, you and me discussed the whole subject about migration. We are encouraged by the progress made in addressing trade imbalances between our two countries, removing barriers that hold our economies back, and strengthening regional value chains. Importantly, our cooperation is expanding into new areas as well: green energy, climate-smart industrialization, digital trade, artificial intelligence, maritime cooperation, e-mobility, and skills development. These are areas that both our economies are venturing into. Such cooperation will create opportunities to transform lives, empower young people, and build the resilience of our two economies. Na tugithie na mbere ni ati family ya Anita Mugweru ni ikite makaye kiuga ni kuretwo ikirutoro mukana wa kuragwo ni mwikwiru Captain Edwin Ekaunga kuria riu moimanite na gukorwo magithamira kundu kungi. Ndumiriri no maraya korirwo makimihia na igoti-ini ria mucii wa Naikuru kuria cira ukoretwo ugithie na mbere. Oho kurerikana ati mwena wa mwikuirwo ni uthiite na mbere na gukorwo kiuga ati uria wari gavana wa kaunti ya Nairobi niwe Mike Sonko akorwo akieherio hari uhoro wigi cira ucio uria ukoretwo ugithie na mbere. Affidavit will be filed within the next 7 days and then be supplied to court and to all the sides which are involved. Then it will come for final submission, taking into account the content of those documents. Next week on 12th June. Deeply traumatized by the death of their kin, this incident has shaken the conscience of their society of the gravity and the callous nature in which their king died. You are before court to answer to charges of murder contrary to section 203 as read with section 204 of the Penal Code Cap 63 laws of Kenya, and the particulars of the offense are: David Mayone on the 19th day of May 2026 at Majimoto sublocation of
Ospoku Division in Narok South, sub-county within Narok County, jointly with others not before court, you murdered one Koinet Sankale. David Mayone, is it true, not true? Not true. Not true, my lord. Na thutha wa uthuthuria wa kimeciria gutabanio kuri David Matunke Ole Mayone agikuruhanio na mahitia ma uragani, riu mwikuirwo uyu ni arikite gukana mahitia maya. Arerikana kuhuthira mugwi na kuraga Koinet Sankale kuri mweri 19 mweri muhetoku wa gatano na ni mwaka uyu. Affidavit will be filed within the next 7 days and then be supplied to court and to all the sites which are involved. Then we will come for final submission, taking into account the content of those documents. Next week on 12 June. Deeply traumatized by the death of their kin, this incident has shaken the conscience of their society, of the gravity and the callous nature in which their king died. You are before court to answer to charges of murder contrary to section 203 as read with section 204 of the Penal Code Cap 63 laws of Kenya, and the particulars of the offense are: David Mayone on the 19th day of May 2026 at Majimoto sublocation of Ospoku Division in Narok South, sub-county within Narok County, jointly with others not before court, you murdered one Koinet Sankale. David Mayone, is it true, not true? Not true. Not true, my lord. Na tukahoya muhera ni undu wa gutukanio kwa rugano ruu reke tuhiuke riu nginyagia igoti-ini kuria Naikuru. Family ya Anita Mugweru ni ikite makaya ikiuga ati ni rarutirwo mukana wa kuragwo o nginyagia makoimania na guthama ni mwikuirwo uria kuririkana gukorwo atabanite njuragano kuri Anita. Ona kuri uguo riu kuririkana ati mwena wa mwikuirwo naguo ni uthiite na mbere no korwo kiuga ati uria wari governor wa county ya Nairobi niwe Mike Mbuvi Sonko eherio hari cira uyu uria ukoretwo ugithie na mbere. 5 applications are set to be filed. The first one by the accused person. They want, number one, to pull out the former governor Nairobi County from this case. Number two, they are also asking for the release of the ID of the accused person. And then we also have 2 applications to file. The first one being we want to engage our own private psychiatrist to also look at the accused person. And last but not least, we've also received news and information about threatening of the family of the victim. We have advised them to press charges and of course report to the relevant police stations, which have been done. So this accused person is telling the court that he's still sick while he's busy intimidating witnesses. We have the details of him intimidating witnesses. We have the number
which he used to intimidate witnesses, the people he has been calling time, date, day. So we'll also prove to the court, this is not allowed. This is a very different case, a case of intimidating witnesses, threatening, yeah, which has forced us even to hamish the family from the house he accused Najua for their own safety. So we won't allow intimidation. If they think this family is poor, then we are there for such people. Yeah, whether it's a KDF, we don't care. Yeah, there is law, and we want law to take its course. On behalf of the family, we made that report, and we are currently actively pursuing that, and that's why you've had our lawyer also mention that there is that credible report that was made. It was reported at Nakuru Central Police Station, and we are working with also the DCI to make sure that we get that information through, and especially the wordings and that statement that will also be added into this case. Na tuhiuke ginyagia kuria mwena uria wa gicwaini kuria riu thirikari ya kaunti ya Mombasa ithiite na mbere na kuria yambikite mathomo ma guthomithia muingi bata wa unyihia wa road safety campaign ya mwaka huu inahusiana na masala ya speed, na tumeona ya kuwa tofauti ya kilomita 30 peke yake, wewe kama dereva ujue ya kuwa tofauti ya kilomita 30 per hour peke yake inaweza kuchukua maisha ya mtu. Kwa hivyo tuna recommend na kampeni yetu safarini kwa we are recommending that within urban centers in Mombasa, yani mjini hapa, madereva wote tutembee kwa kilomita 30 kwa kila saa, 30 kilometers per hour, because increasing that from 30 to 60, the inertia between the driver and the pedestrian increases and it can kill. So tunaomba ya kwa tupunguze kasi katika barabara zetu, tufuate sheria za barabara. Campaign hii ya kupunguza speed ni nzuri sana, manake gari likienda kwa mwendo wa kilomita 30 kwa saa, utapata kuwa kulidhibiti lile gari inakuwa ni rahisi, na unapolidhibiti gari pia unapata kuwa utakuwa umeokoa maisha, manake pia hakutakuwa na ile damage kubwa sana ya kuleta barabarani. This informational and communication campaign will be implemented together with the enforcement activities, which means the Mombasa police will conduct the enforcement operations to check the speedings, and of course using the equipment donated within the BigRS program. So I think it's very important that those two elements, communication campaign and enforcement, will be implemented together, and I'm pretty sure that we'll see the effect of this campaign, I mean the reduction of the crashes on the Mombasa roads. Na thutha wa kumukira riboti yo tukwamba gwikiria oro hanini na ni turacokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Kiumia kigima gikoragwo na mihango kiondorita uguo onaguo nitumenyete na nikio tabarira ya kuinikiriria yongereirwo wathi mweru niguo tuguteithia gutiriha wikendi na thitairu. O muthenya wa Jumamothi ni gwikira twaraba niguo wirekererie wige mathitire thithi tukaina karithi gakongoya
Atiriri, waigwa ni kuongerera wathi ni atiriu kwambiriria thaa 2 cia utuku tukagia na mweke wa guthathaiya Ngai imwe kwa imwe, thaa 3 kinyagia thaa 4 tugakurehera ma DJ matiganite magagutukaniria nyimbo iria mwaki na kuma thaa 4 tukaina mithu ikarega ndare, aini aria ng'u a nyimbo cia kugoca Ngai makaina imwe kwa imwe kinyagia thaa 6 utuku gatagati. Mwago mutheri ungigitigithia atia ni kuinekereria na MC Kiheheji wa Gitawa. Hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru, ndugatangike ringi kuona thukuru wa GUL Technical College riu ni uragwitira intake. Guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka cosmetology, umemerekia are journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomisha naja ta German. Maritoni mafashirire uwega ukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tusherere umuthi Roysambu GUL Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifugo mungwaja kifugo imwe ithatu kifugo mungwaja imwe niyo 0701 300 071. Weheke mieke etanathira. GUL Technical College, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Are you ready? Because it's games time. Ni hede ya mathako. Timu yaku iria wendete muno ni iriku? Cemanagia na athaki aria nguthi na aria mari iheo. Ukireherwo ni Anko G na Esther Shiko, athaki jorua akiri ndumo ya iharo-ini. Tabarira Jerushua irio reiguaga maundu onawe ugakena. Nyitanagira na ithuĩ o muthenya wa Jumamothi thaa 7 nginyagia thaa 9 thĩinĩ wa tabarira ya ndumo ya iharo-ini gũkũ gwa Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Ria Juma ya kinya tukauganira thini wa wathi wa mbeũ njĩthĩ. Haha korwo tukiarĩrĩria maũndũ marĩa maratuhutia ithuĩ ta mbeũ njĩthĩ, marĩa mega tugakorwo tukihimbiria namo marĩa moru tugakorwo tukirunga. Enjoy your youth, but don't forget you'll be judged by what you did when you are enjoying your youth. By the way, unago kiugete ngakunegereria kirungo kia mbere nikio the talk table. Haha ngakorwo ngikunegereria kiugo kia Mwathani undu umwe na ndereti mwaki ya muthenya. Let me tell you, the word says, Mwathani ni akoragwo hakuhi na aria ngoro ciao cinamĩte. Na akoragwo akimahe kirigiriro kiru. Ngakunegereria kirungo gia kiri nikio the freestyle arena. We washia makinya ngenaga ni uria ndaimereire waku muthenya uria ndatururire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no yare mũndũ kũ. Nawe washia kĩrĩu baraka kotiuka lakini zikikami quality baraka za kotiuka lakini zikikami quality. Nitanagira na niye Joyce Wajiko wa Mwangi, the smiling ambassador. O Juma shahada thaa nginya thaa 11 cia hwainĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya wathi wa mbeũ njĩthĩ gũkũ gwa Kĩheo TV, kũrĩa tugaga nĩ kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Reke tũgĩe karĩko. Mwangaza wa Neno FM. Ino ni station ya Kĩheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku.
Naam, karibu nitwacokereria hari ikireka ria keri na tugithi na mbere murimu wa diabetes kana wa cukari uthiite na mbere na gukorwo gumire andu aingi na to guku bururi-ini wa Kenya. Mwandiki wa mohoro na niyo Wanjiru wa Njeri niwe wina riboti ino iria tugukorwo tuyigutiga nayo ngatho cia mwanya muno ni gukorwo wi hamwe na ithu Juma Wika no ndituma na memereke na njira ya cikwetagwo Lauren Wambui nie njitagwo Francis Wairura tugakwirithira wikendi ina umithio. Umuthi gito kia mirimu na urigiti toko tukirongoreria dawa ya murimu wa cukari niyo diabetes. Hii niyo ndwari ino ikoragwo na mithemba iri ikitoko tukinyitanira na ndagitari Janet Cruz thini wa thibitarĩ wa Kenyatta University Teaching Referral Hospital agitwerethera mwingi uhoro wigie ndwari ya cukari. Kwa majina naitwa Daktari Koros Janet. Mimi ni the head of department katika department inayoitwa Internal Medicine katika hospitali ya Kenyatta University Teaching and Referral Hospital. Diabetes ni ugonjwa ambao tunasema ni kwamba mwili wako hujaweza kuregulate sukari, ya kwamba sukari yako inapita kiwango ambayo tunasema ni kiwango ya kawaida. So sukari yako ikipita hiyo kiwango, kuna kiwango ambayo tunasema kabla hujakula chakula chochote na wakati umekula, ikipita hiyo kiwango tunasema kwamba uko na shida ya diabetes ama ugonjwa wa sukari. Murimu wa cukari ni mithemba iri, wa mbere ari type 1, wa keri ari type 2. Uyu wa keri muno uracungiririo ni mitigo na mikarire ya mundu hamwe na iria mundu araria. Tuna aina mbili wa ugonjwa wa diabetes. Kwa kimombo tunasema kuna type 1 diabetes. Type 1 diabetes tunaiona kwa watu walio wa umri mdogo. Tunaona kutoka kwa watoto wachanga hadi watu wanaweza fika umri wa 20 na kitu. Na hii sana sana inaletwa vile inaanza hatujui inaletwa na nini, lakini inaweza letwa na ugonjwa ambao watu wanapata utotoni ama walizaliwa hivyo na shida ya kuweza kuregulate sukari. Aina ya pili tunaita type 2 diabetes. Hii ndo tunaiona kwa kiwango cha juu nchini Kenya, na hii tunaipata kwa watu walio kwa umri mkubwa, sana sana zaidi ya miaka 40, lakini inaweza kuja hata kabla hujafika miaka 40. Na hii inaletwa sana sana na tutaiona kama kwa familia yako, kama kumekuwa na mtu ako na diabetes, utapata kwamba uko na hatari ya kupata hii type 2. Pia vile tunaishi lifestyle, utakuwa na hatari zaidi ya kupata hii aina ya type 2 kwa sababu inaletwa na chakula ambazo tunakula saa hizi, inaletwa na pia saa hizi tunaishi maisha ambayo tunasema ni ya sedentary, kwamba hatufanyi mazoezi ya kutosha, hatutembei sana, tunatumia magari, tunatumia bodaboda, ni kwamba hali yetu ya mazoezi imepungua. Na pia kilo, tunaona kwamba saizi tunaona watu ambao wako na kilo ya kiwango cha juu, na hiyo yote inatupea hatari ya kuwa na ugonjwa wa type 2 diabetes. Mithemba ino iri type 1 na 2 urigiti waguo ni ngurani. Wale wanaopatikana na type 1 diabetes, matibabu inakuanga insulin kutoka kupatikana na huo ugonjwa, kwa sababu watu wengi wa type 1 ile kiungo pancreas ambayo nimeelezea inakuanga imeharibika kabisa, na kwamba hawana insulin yoyote kujaribu kuregulate hiyo sukari, so lazima wapate insulin kwa kudungwa. Kwa wale type 2, pancreas yao inafanya kazi, lakini utapata iko at 50%, na zile dawa za kumeza zaweza saidia, lakini itafika kiwango fulani ya kwamba hiyo pancreas imeacha kufanya kazi kabisa, na zile dawa za kumeza hazisaidii, na hiyo ndo wakati daktari atakwambia ile stage tumefika, itabidi tutumie insulin sasa, kwa sababu ile pancreas yako ambayo inatoa insulin haifanyi kazi kabisa, ndo unahitaji ile insulin. Reke tumenye ugwati wa murwaru riria cukari wake withi. Vile waelezea, inaweza kuwa complication ya wale wenye
labda hawafuatiliwi katika hospitali na labda wanatumia kiwango cha juu cha dawa, ni kwamba sukari yao yashuka chini sana. Sukari ikishuka chini sana tunaita hypoglycemia kwa kimombo. So sukari ikishuka chini sana utakuta kwamba mtu aweza anguka, anaweza pata ile tunaita convulsion, inakaa kama kifafa kwa sababu sukari yako iko chini sana. Na katika tunasema kwamba sukari kuwa chini sana ni hatari zaidi kuliko sukari kuwa juu sana. Sasa ni vizuri mtu kama huyo aende kwa hospitali inayofaa kuangaliwa ni nini, mbona anapata hizo shida za sukari kuwa chini sana. Inamaanisha either hafuatiliwi ama zile dawa anatumia zinashukisha sukari chini sana, ama pia yeye nyumbani pia anafaa kuwa na mashine hiyo wakati kuangalia sukari inafika kiwango gani, ndio akikuja hospitali aweza kuadvaisiwa vizuri. Kuringana na Ndagĩtarĩ Koros ni ati andu aria maikaraga mataũni-inĩ marĩ ũgwati-inĩ mũnene wa kũgwatwo nĩ ndwari ya mũrimũ wa cukari. Watu ambao wanaishi tunasema urban area wako tunaiona kwamba iko zaidi kwa watu ambao wanaishi katika hizo sehemu, kwa sababu aina ya chakula ambayo tunatumia, hali ya mazoezi na vitu kama hizo inatupa hatari zaidi. Na saa hizi tunaona kitambo haikuwa ugonjwa ambao tunaona kwa Waafrika, lakini kwa sababu tumeiga the ways of the West, tunaona kwamba saa hizi hata sisi tunaathirika zaidi. Andũ aingĩ makoragwo ũgwati-inĩ wa kũgwatwo nĩ ndwari ĩno mangĩaga kwĩmenya, kuona nĩ ndwari dalili ciaguo ikoragwo ciĩhithĩte. Dalili za ugonjwa huu naweza sema sana sana tunaweza pata kwamba ni ugonjwa ambao mtu anaweza kuwa nayo na kwa muda haizi kwa anasikia symptoms zozote. Anaweza kuwa anatembea na ako tu sawa na hajui kwamba kuna hiyo ugonjwa. Ugonjwa ukizidi kuendelea, ndo kabla hujapatikana nalo ndo utaanza kusikia symptoms. So ile mtu usikia sana sana ni kwamba unasikia kiu kuliko kawaida, unaenda kukojoa sana na pia unakula sana, na watu wengine wanaweza anza kupunguza kilo despite kwamba unakunywa maji sana, unakula sana. Lakini kwa watu wengine wanaweza tu akitembea na hawasikii chochote lakini wako na hiyo ugonjwa. Ndagĩtarĩ, nĩguo kũnyihanyihia namba nene ya andũ arĩa marĩ na mũrimũ wa cukari thĩinĩ wa bũrũri-rĩ, andũ mabatiĩ gwĩka atĩa? Kama unajua familia yako kuna watu wako na hiyo shida ya sukari, ni mzuri kwamba uanze kujitahadharisha mapema. Uende uangaliwe mapema, unaenda kupimwa uangaliwe kiwango cha sukari, na pia kujikinga pia ni kubadilisha vile unaishi kila siku, kufanya mazoezi, kuangalia vyakula ambavyo unakula kila siku, kuhakikisha kwamba ni vyakula ambavyo ni healthy, tunasema isikwe zile processed sana, na pia isikwe na sukari nyingi, vitu kama hivyo. Na pia vile nimeeleza kwamba ukwe ukienda kuangaliwa at least kila mwaka, ukwe hata ukisikia uko sawa uende uangalie ile tunasema wellness check, kuangalia sukari yako iko sawa, mwili yako inaendeleaje. Arwaru gũtigithĩria kũnyua dosi yothe nĩ thĩna ũmwe ũkirĩire harĩ ndwari ya mũrimũ ũyũ gatagatĩ-inĩ ka mangĩ thĩinĩ wa bũrũri. Changamoto tunapata kuhusu diabetes ni kwamba moja ni tunasema watu hawana hiyo elimu kuhusu diabetes, watu haelewi hii ugonjwa ni nini. So ni mzuri ujielimishe, uelewe hii shida ya sukari ni nini. Ukiweza kujua hii shida ni nini na hatari yake, tutaweza kupunguza hiyo changamoto ya kuweza watu kujua kwamba wako na diabetes. Changamoto la pili ni ndio waweza jua uko na diabetes, lakini wale wahuduma wa afya ambao wanaweza kusaidia na zile facilities zaweza kusaidia, kwa watu wengine hizo facilities ziko mbali sana, hawezi fikia pale kupata matibabu, na hizi ndio changamoto kwamba utakuta watu hawaendi kutibiwa. Changamoto lingine pia ni cost, ama ile pesa ya kutumika kutibiwa hii shida. Inahitaji vipimo, inahitaji dawa, na hizi dawa hazipatikani kwingine, ama kuzipata bei inaweza kuwa juu kwa wananchi wengine, na hizi ndio changamoto tunapata.
Na pia watu, changamoto nyingine ni kwamba watu wanaweza kuwa wanapata hizi dawa, lakini kwa sababu wanaweza sikia wako afadhali, wanaacha hizi dawa kwa sababu hawaelewi hatari ya kuishi na sukari. Wanasikia wako sawa, wanaacha hii dawa, na tunapata kwamba wakikuja kama kwa hospitali kama yetu, wanakuja saa ile washapata complications kwa sababu waliacha dawa na waliacha kwenda hospitali. Hihi nĩ irio irĩkũ mũrwaru wa cukari abatie kũrĩa nĩguo kũnyihanyihia marũrũ ma ndwari ĩno? Kwa ile chakula ambayo haipandishi sukari kwa kiwango juu. So maelezo ambayo utaambiwa kwanza jaribu kupunguza zile sukari ambazo zinaongezwa kama kwa chai, zile chakula ambazo zimewekwa sukari nyingi kama keki. Lakini pia tunawaambia kwamba carbohydrates ama starch ni zile aina ya chakula ambazo zinabadilishwa kwa mwili kwa sukari kwa haraka, na zile zenye ziko more processed, tuseme kama mkate, ndo itapandisha sukari kwa haraka kulika zile more whole fiber. So tunasema mtu wa sukari anafaa kuportion ile chakula chake cha starch ama carbohydrates ikiwe kwa kiwango kidogo, kuliko afadhali akule protein zaidi, akule vitamin zaidi kupata nguvu, na apunguze carbohydrate ama starch. Na pia akikula hiyo carbohydrate ama starch, the more whole meal of it is better than zile zime processiwa, kwa sababu hiyo yapandisha sukari kwa kasi sana. Ugwati wa mũrwaru wa cukari kũmaĩrĩria gũthiĩ thibitarĩ gũthimwo nĩ ũrĩkũ? Ningemweleza huyo ambaye ako nyumbani na ako na shida ya diabetes ama shida ya sukari, ni mzuri kwenda hospitali kuangaliwa. Diabetes, watu wengi watakwambia mimi nasikia sawa, sisikii chochote, sioni mbona na meza hii dawa. Lakini shida ya sukari ni shida ambayo hii sukari ikikuwa kwa mwili wako kwa muda mrefu ikiwa juu, inaleta hiyo damage katika mwili wako. Na hii kuharibu cells za mwili wako inachukua muda. Itachukua miezi, itachukua miaka, lakini italeta zile complications tunaona baadaye. Unaweza kuwa saizi uko na miaka 40, lakini ukifika miaka 60 unaweza pata shida za complications kama kuharibu kama figo, kuharibu macho, na hizo ndo vitu tunasema kwamba kutumia matibabu saizi ni kudhibiti usifike hiyo stage. So nitaambia yule ako nyumbani ambaye haendi kutibiwa, ni vizuri uende kwa hospitali iliyo karibu na wewe, uweze kuangaliwa, ufuatiliwe na utumie dawa ndio usifike hiyo stage ya mwisho. Hihi exercise cia kũnogora mwĩrĩ nĩ irateithĩrĩria harĩ mũrwaru wa cukari? Kuhusu mazoezi ya gym yaweza fanywa. Tunasemanga mazoezi lazima daktari haongee na ule mtu. Niangalie kiwango chako cha pesa, niangalie level yako ya activity, niangalie huyu ni mzee ama ni kijana naongea na yeye. Na hiyo ndo wakati advice inategemea, kila mtu ni tofauti. Nikipata mtu ambaye ako 40 years, ako na nguvu, hana ulemavu wowote, nitamwambia gym ni one of the exercise unaweza fanya. Lakini lazima exercise ikuwe niongee na huyo patient, isikwe ni mi daktari nakwambia uende gym lakini hakuna gym karibu na wewe ama hauna hiyo wakati. Lakini gym ni kitu nzuri sana in terms of mazoezi za mtu ambaye ako na diabetes. Guoya ũmwokoretwo na arwaru a mũrimũ ũyũ nĩ atĩ aingĩ ao mambĩrĩria dawa ici matiganaga nacio nginyagia gũkua kwao. Wagonjwa wengi utuuliza hiyo swali. Mimi sitaki kuanza kwa sababu nikianza nitaitumia kwa maisha yangu yote. Na nitasema kwamba saa hizi tuko na concept ambayo tunaita diabetes reversal, ya kwamba sio kila mtu ambaye anaanza dawa lazima hatumie hadi mwisho. Kuna watu ambaye wanapata shida ya sukari kwa sababu ile maisha lifestyle wameadapt. Utakuta mtu ako na miaka 40, ako na obesity ama kilo ya juu sana, anatumia pombe, hafanyi mazoezi. Mtu kama huyo anaweza enda akianza hizi madawa umwambie aende afanye mazoezi, abadilishe chakula, na labda umeanza dawa katika kiwango kidogo. Watu kama hao tunaona wakianza hivi vitu zote kwa miaka moja utakuta ameacha dawa kwa sababu hii sukari ililetwa na vile anaishi maisha yake. Lakini kuna watu wengine iko kwa familia. Tunasema ni shida chronic kwa sababu diabetes inaletwa na kwa mwili wako kuna kiungo tunaita pancreas.
pancreas inatoa insulin. Insulin ndo ina control sukari yako, ina regulate. So kwa watu wengi ambao wamepata diabetes, hiyo kiungo imeharibika. Kwa watu wengi tunasema by the time wapatikane na diabetes, hiyo kiungo inafanya at 50%. So ni ngumu kureduce hiyo kiungo ianze kufanya kazi vizuri. Hii ndo kwa maana kwa watu wengi itabidi watumie hiyo dawa kwa maisha yao, kwa sababu hii dawa ina control lakini hairudishi vile hiyo kiungo pancreas inafanya kazi, kwa sababu hiyo ilishaharibika. Tariki 14 mweri wa 11 o mwaka ukoragwo uri muthenya wa kuhurana na ndwari ya murimu wa cukari, muthenya uria mathibitari maingi maheanaga ithimi cia murimu uyu hatari marihi. Naita World Diabetes Day. Hii ni siku ya ku celebrate siku ya diabetes. Hii ni kuelimisha walimwengu kuhusu ugonjwa wa sukari. Pia hii ndo siku tunaona kwamba facilities mbalimbali inachukua hii muda kuelimisha watu walio karibu na hiyo hospitali, kufanya vitu kama camps, kuweza kufanya screening kama katika hospitali yetu ya Kenyatta University Teaching Referral Hospital. Hiyo siku ya World Diabetes tunafanya vitu kama camps, kuweza kuambia watu wakuje wapimwe, kuwaelezea kuhusu sukari. Na pia hii ndo siku wale stakeholders tofauti wanaelezea changamoto zilizo katika kudhibiti diabetes na nini tunaweza fanya kuimprove hiyo ugonjwa wa diabetes. Hihi niki kingikorwo gikiguciriria munoru wa cukari gucera thiini wa thibitarĩ wa Kenyatta University Teaching and Referral. So katika hospitali yetu tunatibu wagonjwa wa diabetes. Ukikuja hapa kama mgonjwa ambaye unakuja kuonekana, tuko na madaktari ambao wamespecialize katika ugonjwa wa diabetes. Pia tuko na madaktari ambao wanaweza kusaidia kama umepata zile complications za diabetes. Tuko na madaktari wa figo, madaktari wa macho, madaktari wa moyo. Tunaona kwamba wagonjwa wengi wa diabetes wanakuja kwamba wakiwa na complications, na katika hii hospitali tuko na madaktari specialists wa hii shida zote. Pia tuko na maabara ambayo yaweza fanya tests kuangalia shida ya sukari, na pia kuangalia kwamba haija affect organ yote. So tunaangalia figo lako, tuangalia moyo, tuangalia vile mwili wako unafanya kazi. Na pia tuko na wale wanakuelezea kuhusu chakula ambao uliniuliza. Tuko na wale nutritionist wanakueleza kuhusu chakula. Tuko na pia na diabetes educators. Diabetes educators kazi yao ni kukuelezea uelewe zaidi kuhusu diabetes, vile unatumia dawa, vile unapima sukari ukiwa nyumbani, nini ukifanya sukari ikiwa juu ama chini. Tuko na hawa watu. Pia tuko na picha za aina zozote kuweza kuangalia kama MRI, CT scan, kuweza kuangalia vile viungo zako zafanya kazi. Na hata wale ambao hawana diabetes kuweza kujikinga, tuko na zile wellness check kuangalia hii tuna advise kwamba kila mwaka hata ukiwa sawa ni mzuri kuangaliwa vile mwili yako inaendelea, na tuko na zile wellness packages kuweza kuangalia vile mwili wako unaendelea. Na pia tutakuwa tuna celebrate World Diabetes Day, na katika hii siku tutakuwa na zile screening na pia kuelezea public kuhusu diabetes. Na hau no tugwikira gaturumo hari githomo gitu kia muthenya wa umuthi iguru rigie ndwari ya murimu wa cukari. Itikira guthie mwena wa YouTube Kiheo TV rumanire na tafaira ya murimu na urigiti. Nie njitagwo Maureen.